Zanzibar inatanuka, mizigo inaongezeka. Kwa hiyo na imekuwa juhudi za serikali pia kupanua bandari hizi katika kila eneo. Ukisimama hapa ZBS upande wa pili ule unaona sasa hivi kuna ujenzi mkubwa unaendelea upande wa pili. Ile ni extension ya Maruhubi inakuja pale. Kwa tunategemea tena container nyingine mkija next time ICD ile itakuwa imekwisha nayo tutakuwa. Kwa serikali imekuwa ikitanua wigo wa bandari hizi na sisi pia kazi yetu inaongezeka na challenges zinaongezeka. Lakini sio hilo pia katika kazi yetu pia kumekuwa na challenge nyingine kwa sababu sasa hivi Zanzibar ukiangalia kuna tasnia ya ujenzi. Imekuwa ni kubwa, mabarabara yanajengwa, mahospitali yanajengwa, masoko yanajengwa. Kwa hiyo pia na taasisi sisi kwetu ni changamoto kwa sababu inabidi tuendane na hiyo pace ya serikali. Ndio maana leo pia tukawachukua kwenye maabara ya vifaa vya ujenzi na sisi tulitegemea hayo, kuyaona hayo maono ya Mheshimiwa Rais ya kutaka Zanzibar ijengwe, Zanzibar iboreke. Tukaweka maabara kubwa ya ujenzi na leo mmeona. Leo ukizungumza swala la lami linapimwa hapa. Ukizungumza swala la sijui kokoto zinapimwa hapa mmeziona. Ukizungumza swala la simenti linapimwa hapa. Swala la nondo zinapimwa hapa. Zamani ilikuwa ni changamoto kubwa sana vifaa vichukuliwe hapa, viende upande wa pili wa Jamhuri, vikae, vipimwe, virudishwe hapa. Lakini leo tunafurahi kuona wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza Zanzibar, wakandarasi ambao wanakuja kujenga Zanzibar, wanakuja ZBS kutaka huduma zetu. Sisi kwetu inatupa faraja na taasisi kupitia mwenyekiti wa bodi imekuwa proactive katika tasnia zote. Leo hii tunataka kuwekeza kwenye maabara za uchumi wa blue. Serikali imekuwa imejikita huko. Maana tunaongea mambo ya samaki, mambo ya gesi. Leo kama mlivyoona pale tuna maabara kubwa ya gesi ambayo tunaenda kuifungua. Na maabara hizi haya majengo ambayo mnaona ni majengo ambayo yamekamilika kwa 100%. Vifaa vimeshakuwa ordered ndani ya wiki chache, vifaa hivyo vitaingia na maabara hizi tuna expect haiwezi kuzidi mwezi wa 6 maabara hizi ziwe functional. Kama tunavyoongea sasa hivi ile mitambo ya mita za umeme pale tayari iko imeshafika Zanzibar, inataka kwenda kufungwa. Kwa hiyo taasisi imekuwa ikitanua wigo wa kazi zake. Lakini pia katika kuboresha hilo, taasisi pia imeshachukua eneo kubwa katika viwanda pale Dunga. Karibu ekari 6 ofisi imeshachukua. Tunakwenda kujenga maabara ambayo itakuwa ni jengo la maabara peke yake. Karibu ghorofa 10 zinaenda kujengwa pale za maabara peke yake. Na juzi tulikuwa na mheshimiwa mwenyekiti China, kuna wawekezaji tayari wanataka kuja kuwekeza hapa na kuitengeneza Zanzibar kuwa center of excellence ya kituo, yani kitivo cha maabara ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Leo watu wa Kenya utakuta kuna vitu ambavyo haviwezi kupimwa Kenya, wanavitoa wanavipeleka Dubai. Wanavitoa sio wanavipeleka Ulaya. Tumeona hiyo opportunity, kwa hiyo tunataka kuja kujenga pale. Kwa hiyo taasisi pia ishachukua eneo, imeshalipima, imeshatoa hati, hivi sasa hivi tuko kwenye mitayarisho ya kutayarisha michoro ya kuweza kujenga eneo lile. Tuna expect program hii ni ndani ya miezi 36 iwe imekamilika. Lakini kwa upande wa Pemba pia hivyo tunakwenda kujenga jengo la maabara na utawala kubwa kuliko hata ile ambalo mnaliona hapa. Nia na madhumuni kama mnavyojua, serikali ya awamu ya 8 imetanua wigo wa kufungua bandari kwa upande wa Pemba. Pemba sasa hivi inapokea mizigo kutoka kwa upande wa Tanga, inapokea mizigo kutoka upande wa Mombasa, lakini pia inapokea mizigo kutoka kwa upande wa Unguja. Kwa hiyo nayo imekuwa inafunguka. Na tumekuwa na changamoto nyingi sana ya upimaji wa bidhaa kwa upande wa Pemba, inabidi tuzilete Unguja, tuzipime, tuzirudishe. Lakini kwa kupitia serikali tumeongea nao, tumekaa nao vikao, wamekubaliana wanaombe hilo. Kikao cha mwisho tumefanya kama wiki 2 iliyopita na serikali imeliona hilo na imetoa maelekezo kuwa ofisi na jengo hilo likajengwe kwa upande wa Unguja. Tuko kwenye matayarisho ya mwisho ya kuweza kulifanikisha hilo. Bandari hii ipo hapa kama ni bandari moja mpya. Tumezoea bandari ya Malindi. Ndio kwa sababu tuko hapa ili muweze kuona mizigo inayoingia na sisi kama ZBS tunapataje sample za mizigo hiyo. Ndio kwa sababu tuko hapa Fumba. Tuko hapa Fumba, mmeona container zote hizo, mmepata maelezo jinsi ya meli zinavyokuja hapa kushusha mizigo, mmepata maelezo jinsi tunavyochukua sample kwenye hiyo mizigo, na mmepata maelezo jinsi tunavyozipeleka maabara, na mmepata maelezo we take how many hours or how many days kukamilisha ile sample kupata result zake. Tukitoka hapa baadaye kituo cha mwisho mtakwenda kuziona hizo maabara sasa. Sasa mtaunganisha ZBS ule mnyororo wetu wa kazi. Tuko hapa
airport tuko, bandarini tuko kwa ajili ya entry point zinazoingiza mizigo ili tuweze kupata sample. Lengo letu hasa ni kuwalinda walaji. Vipi tutawalinda walaji? Ili wale au watumie bidhaa ambazo ni bora. Jihusisha na upakuaji wa makontena, na hadi sasa hivi tuna muda wa miaka 2 tangu tumeanza operation zetu na tunaendelea na kazi vizuri. Pia ukiangalia bandari yetu imekuwa na ufanisi wa hali ya juu ambako unahakikisha upakuaji wa makontena kwa muda na kwa faida ya watu wa Zanzibar. Kwa hiyo tumeleta chachu ya maendeleo katika eneo hili, na pia tunajitahidi kwa kiasi chetu kuhakikisha kwamba huduma tunazozitoa zitakuwa endelevu na kwa kuziimprove ili kuendelea kupokea makontena mengi na kumiti mahitaji ya watu wa Zanzibar. Moto ambazo tumekutana nazo kwa sasa hivi ni hali ya bandari, na eneo letu liko na draft ya kawaida, lakini kutoa changamoto hiyo tumeanza na mradi wa ujenzi wa jeti ambao itakuwa imeprolong kuanzia hapa mita 300 kwenda katikati ya bahari ili kuhakikisha tunaweza kuchukua meli kubwa ambazo zitakuwa zinabeba makontena mengi ili kuhakikisha kwamba tuna mzigo wa kutosha ambao tutakuwa tunaupokea kutoka katika nchi jirani na nchi mbalimbali huko. Uwezo wa bandari yenu hapo ni kontena? Kwa sasa hivi tunaweza tukapokea kontena 3000 kama unavyoona hapa yadi yetu hapa nyuma inaweza kubeba kontena 3000, lakini sasa hii ni phase 1, tunaenda phase 2 ambao tunajenga uwanja mwingine yadi ambako nayo itakuwa inapokea ina uwezo wa kuchukua kontena 3000, kwa tutakuwa tunaweza kuchukua kontena 6000. Uwanja wao mnajenga? Ni nyuma hapo. Nyuma tunaweza kuangalia pale. Unajua kontena ni mali ya shipping line. Sisi tukishamaliza kutoa mzigo kwenye kontena, au yule mtu anayechukua kontena nzima akishatoa, mwisho wa siku anairejesha. Alafu sasa sisi tunatuma ripoti kwa shipping line kwamba ICD yangu nina kontena za maeski labda 200 au 150. Kwa yeye sasa ni kutafuta meli, kufanya booking meli ije kuchukua kontena zake. Sababu kontena ni mali ya shipping line. Kwa sisi tukishazifanyia kazi zikaja, sisi tunatuma ile stock report. MSC kuna kontena 100, maeski kuna kontena 100, pia yellow kuna kontena labda 70. Kwa sasa ni wenyewe kufanya jitihada ya kuweza kuchukua makasha yao ili yaingie kwenye mzunguko wa kibiashara.